Hamjambo, kwa majina naitwa Mwalimu Cheche ama Rastus Asienga. Tunaendelea na kujifunza juu ya uongozi, na leo tunaangalia uongozi ni nini. Uongozi unalimiwa. Uongozi unalimiwa. Tunapoongea uongozi ni nini, tuelewe kwanza uongozi unalimiwa. Hautukuji tu hivyo hivyo, ama hatupati uongozi kwa sababu ya uzao ama kwa ajili ya urithi. Kama baba yako alikuwa kiongozi ama raisi ama alikuwa kiongozi kwa nyanja fulani ukarithi, unasaridi lakini hauna uongozi. Ndio unaona uongozi hata unaporithi unakuzwa. Kwa hivyo tunapoongea katika uongozi kuna mambo ambayo tutaangalia. Jambo la kwanza ni ya kwamba hatusaliwi kuwa viongozi. Tutaangalia kwa nini hatusaliwi kuwa viongozi. Jambo la pili, uongozi unatengenezwa. Uongozi unatengenezwa. Jambo la tatu, uongozi unatengenezwa na watu. Jambo la nne, uongozi unatengenezwa na kikundi cha watu wanaoongozwa. Jambo la tano, uongozi unainuka kutoka kwenye hali. Uongozi unainuka kutoka kwenye hali. Jambo lingine ni ya kwamba uongozi unainuka kutoka kwa shida zilizopo. Uongozi unainuka kutoka kwa shida zilizoko. Na jambo la mwisho ambalo tutaangalia kwamba uongozi unainuka ama unatokana kujaza pengo. Kuna pengo ambalo liko wazi, kwa hivyo kiongozi unatokana kujaza pengo. So katika uongozi ni nini, na katika kuelewa kwamba uongozi unalimiwa, jambo la kwanza tunataka tuangalie juu ya uongozi unainuka kutoka kwenye hali. Uongozi inainuka kutoka kwenye hali. Tunaposema uongozi unainuka kutoka kwenye hali, tunamaanisha nini? Uongozi unainuka kutokana na hali kwa kubadilisha mbinu yao kulingana na changamoto na mienendo ya kipekee ya mazingira yao. Ile hali ya mazingira ambayo iliyopo inafanya kwamba kiongozi anainuka kutokana na hiyo hali ya mazingira ama changamoto iliyopo. Tumeona mara nyingi viongozi wakiinuka ama wakiwekwa kutokana na ile changamoto ambayo limepatikana ama na mazingira yaliyo, ili wakaweza kubadilisha hiyo hali. Waweze kubadilisha hiyo changamoto ama kubadilisha hiyo mbinu. Kwa hivyo hii inahusisha kuelewa muktaba ama muktadha wa sasa, mahitaji na viwango vya maendeleo vya timu yao, na kurekebisha mtindo wao na uongozi ipasavyo. Kwa hivyo kiongozi anapoinua anaangalia muktadha wakati huo ama hali hiyo ambao iliyopo, na mahitaji yaliyopo ni ya viwango aina gani, ili akaweza kuleta maendeleo katika sehemu hiyo ama kuleta marekebisho kwa hiyo mtindo uliopo, ili kubadilisha hiyo hali ambao imekuwepo, kubadilisha hali iliyopo. Tunapoendelea pia, uongozi wa hali ya mambo unasisitiza umuhimu wa kuwa na ufanisi na kutoa mwitikio kwa mahitaji yanayobadilika ya mahali pa kazi, iwe ni katika mgogoro, wakati wa mabadiliko ya matarajio au katika hali mpya ya kawaida. Pia kwa kukumbatia mbinu ya uongozi wa hali ya mambo, viongozi wanaweza kuongoza kwa ufanisi changamoto za majukumu yao na kuhamasisha timu zao kufanikisha hali ilivyo. Kwa hivyo wao wanasaidia katika kuongoza kwa ufanisi ya ile changamoto ambayo imepatikana na majukumu yao, na kuhamasisha timu zao kufanikisha hali hiyo. Kwa hiyo wale ambao wanafuata wale waliopo ambao hiyo hali imetokezea, kiongozi anapoinuka ama kutokeza mahali pale, jukumu lake haswa ni kutatua hiyo changamoto ama hali hiyo ya mazingira, na kuwafanya wale ambao wanafuata ama timu yake ambayo inamfuata kuweza kufanikisha hiyo hali na kubadilisha hali hiyo, ili kukalete maendeleo katika sehemu hiyo ama popote ambao walipo. Hiyo ni jambo la muhimu sana. Jambo la pili,
katika kufunza viongozi ni ya kwamba uongozi hausaliwi kwa kiongozi. Hakuna mtu anasaliwa awe kiongozi. Hakuna mtu hata mmoja anasaliwa kuwa kiongozi. Na kwa hivyo hatujasaliwa kuwa viongozi. Sifa za uongozi zinatengenezwa na kuimarishwa kupitia uzoefu na mafunzo. Sifa za uongozi zinakulishwa kupitia mazingira ya kulea na uzoefu chana. Kwa hivyo jinsi unapolelewa katika uongozi, unalelewa, unafunzwa na unakuwa na uzoefu, hiyo inakusaidia sana kuwa kiongozi. Unaona kwamba uongozi hausaliwi. Uongozi hausaliwi hata kidogo. Hausaliwi, ni uongozi unakuzwa. Uongozi unakuzwa. Tunapoendelea pia tunajua kwamba tunasoma kuongoza kupitia uzoefu. Ikiwa ni pamoja na changamoto, makosa na mafunzo. Haya huunda kuelewa watu wa uongozi na uwezo wa kuwashawishi wengine. Kwa hivyo uongozi wote ambao tunapata ambao tunaelekeza ama tunapata inatokana kwa kupitia uzoefu ambao tunao. Kwa hivyo hiyo inafanya kwamba watu wanapoona uzoefu wako na jinsi unapoongoza mambo, unaendesha mambo katika hali kawaida ya mazingira na kuhusika kwako na wao. Kwa hivyo wanakuchagua kiongozi ama uongozi wako unatokezea mahali hapo. Tumeona wengi wamejipata kwa uongozi kupitia hali kama hiyo. Pia tunaona kwamba mradi na mafunzo vinaweza kuongeza ujuzi wa uongozi. Mradi na mafunzo. Zile mradi unafanya ama zile hali ya maendeleo unahusika ama shughuli zile unahusika nazo kila wakati na mafundisho ambayo unajifunza kila wakati inakusaidia sana kupata ujuzi wa uongozi. Zikionyesha kuwa uongozi unaweza kujifunza na kuendelezwa kwa wakati. Uongozi hauendelezwi na kukuzwa kupitia mazoezi na uzoefu pekee. Kwa hivyo tunaona kwamba uongozi huendelezwa na kukuzwa kupitia mazoezi na uzoefu. Hiyo inakusaidia sana katika kuendeleza uongozi. Kwa hivyo tutawaachia hapo na tumaini ya kwamba tutaendelea kujifunza mengi kuhusu uongozi. Tutaangalia jambo la 3 na tutaendelea hivyo mpaka jambo la 7 kujifunza uongozi ni nini na uongozi unakuzwa. Uongozi haukuji tu kwa sababu umezaliwa, uongozi unakuzwa. Na tumeona jinsi uongozi ambao inakuzwa, tumeona kupitia kwa uzoefu, kupitia katika kujifunza na ile hali na mazingira pia inakusaidia katika hali ya kukuza uongozi ndani yako. Kwa hivyo wale ambao wanatamani kuwa viongozi ama kuongoza ni vizuri kujifunza mambo hayo. Itakusaidia sana katika hali ya kuwa kiongozi katika nyanja zozote ambazo zinatakikana na katika suluhu zote za matatizo yaliyopo ama mazingira yaliyopo. Utaweza kufanya nini kama kiongozi na utaweza kuwa kiongozi wa namna gani katika wale ambao wanakuchagua ama wale ambao wamekuweka ama ile hali imetokezea ikakuweka kuwa kiongozi. Asanteni sana, mimi ni Mwalimu Cheche Erastus Yenga. Ninaomba mkanisikilie mkono mkasaidia kazi hii tunayoifanya ili ikaweze kuendelea na kufikia watu wengine na kusaidika. Kwa sababu hii kazi ama mafunzo ambayo tunafunza inahitaji kufanywa a lot of research. Kufanya research. Nilisemaje kwa Kiswahili? Kufanya utafiti wa kutosha ili tukaweze kujifunza pamoja. Asanteni sana. Asanteni sana.